والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين إله الأولين والآخرين أمره بين الكاف والنون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الله الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أشهد شهادة الحق بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه أما بعد فيا إخوة المسلمين أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول الله جل وعلا في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وروي في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال watukufu Islam baada ya kumshukuru Allah subhanahu na kumtakia rahma na amani mtukufu wa daraja mtume sallallahu alayhi wasallam kwanza kabisa ninapenda kuihusia nafsi yangu pamoja na kukuhusieni ndugu zangu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu kwa kuhakikisha tunashikamana kikamilifu na maagizo na maamrisho ya Allah subhanahu ikiwa pamoja na kukatazika kikamilifu na yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza na kuyakemea. Watukufu wa Islam, tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutukuza na kuupa fadhila mbalimbali na kuuita sayyidush shuhur. Ndani ya mwezi huu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemimina vipawa mbalimbali kwa waja wake ili waja hao waweze kushindana katika kutafuta yaliyokuwa ya kheri mbele ya Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini. Allah anazungumza na watu maalum, watu wenye sifa maalum. Hakuzungumza na watu wote kwa ujumla, badala yake amechagua katika watu kundi maalum la watu, akawaita watu hao kwa sifa maalum. Akasema ya ayyuhalladhina amanu ayyamani tusim, enyi ambao mmesifika kwa sifa ya iman, kutiba alaykumus siyam. Baada ya kuwaita watu hawa maalum kwa sifa maalum, Allah subhanahu wa ta'ala akaelekeza amri kwa watu hawa, na amri hii ni amri maalum. Allah anasema kutiba alaykumus siyam, kutiba alaykumus siyam, kwa hakika mumefaradhishiwa kufunga. Allah anasema kutiba, ametumia sighatul majhul, fi'lu madhi mabniyan lilmajhul, kwa lugha nyingine wanasema mabniyan lima lam yusamma fa'ilu, ay furida alaykumus siyam, faraftu alaykumus siyama wa katabtu alaykumus siyama wa awjabtu alaykumus siyama fasumu. Enyi mlioamini, kwa hakika nimeagiza kwenu nyinyi amri ya kufunga,
nimepeleka kwenu nyinyi amri ya kufunga, ninakutakeni ninyi mfunge, ni wajibu kwenu nyinyi mfunge. Kama nikaja swali hivi, kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuagiza tufunge? Tena anasema kutiba, hakusema amartukum bisiyam, hakusema aujabtu alaykum bisiyam, hakusema namna hiyo, hakusema sharatu lakumus siyama. Anasema kutiba alaykumus siyam, mumefaradhishiwa, ni jambo la lazima, mmekwisha faradhishiwa tayari. Kwa nini? Kuna kitu gani? Labda kuna faida gani tutazipata sisi waumini wenye sifa ya imani kama alivyotuita, endapo tutashikamana na jambo hili la amri hii ya kufunga? Allah anasema la'allakum tattaqun. Huwa aljawabu wal hikma ba. Hikma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kututaka sisi tufunge, hikma yake Allah ametoa jibu akasema la'allakum tattaqun. Allahu akbar. Kumbe Mwenyezi Mungu jambo la kutuamrisha sisi tutekeleze amri hii ya funga, kutufaradhishia amri hii ya funga, tena kwa sigha ya mkazo, kwa tamshi la mkazo, una malengo maalum kwetu sisi. Tura mal hadaf wa mal gharad, lengo lake nini? La'allakum tattaqun, ili muweze kuwa wacha Mungu, ili muweze kufikia daraja ya ucha Mungu. Kaanna Allah Subhanahu wa Ta'ala, yani ilivyo ni kama Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia illam tatamathalu bihadha al-amri lam takunu minal muttaqin, kama hamtotekeleza amri hii niliyokuamrisheni hamtokuwa wacha Mungu. Kana kwamba Allah anatuambia namna hiyo, illam tatamassaku bil amr, kama hamtosikamana na amri niliyokuagizeni, hamtoitekeleza amri yangu hii niliyokutakeni muitekeleze, amri ya kufunga, lam tasilu darajat taqwa, hamtofika katika daraja ya ucha Mungu. Kwa ili mfike katika ucha Mungu, Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuamrisheni mtekeleze ibada ya funga. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala hafaradhishi jambo kwa waumini isipokuwa jambo hilo lina faida, na faida hii haiendi kwa mtu mwingine isipokuwa inaenda kwa yule anayetekeleza amri ile au jambo lile. La'allakum tattaqun, ili muweze kuwa wacha Mungu. Tura ma thamaratu taqwa, kuna faida gani ya sisi kuwa wacha Mungu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kwa nini Mungu atake sisi tuwe wacha Mungu? Kwa nini sisi Mwenyezi Mungu atuletee mwezi mtukufu wa Ramadhani? Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ambayo imepokelewa, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahu akbar. Kumbe Mwenyezi Mungu katika kutufaradhishia sisi ibada hii ya funga anataka tuwe wacha Mungu, lakini kuna kitu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakitaka kwetu sisi tuweze kukifikia kitu hicho. Mtume akabainisha kitu hicho, anasema Mtume, man sama Ramadhan, yeyote mwenye kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, imanan ay hala kaunihi mu'minan muhtasiban, imanan wa ihtisaban, akiwa na imani thabiti ya kile anachokitekeleza, wa ihtisaban, na akataraji malipo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, akaamini kwamba kile anachokifanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atamlipa kwa jambo lile. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Angalia kule aya inasema kutiba mabniya lima lam yusamma fa'ilu, na hapa anasema ghufira lahu vile vile mabniyu lima lam yusamma fa'ilu, mabni lilmajhul. Kwa hiyo kumbe kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ni sababu ya kusamehewa madhambi yetu. Atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani anasamehewa madhambi yake. Kwa hiyo kama amesamehewa madhambi yake, maana yake anafika katika lengo la Allah, la'allakum tattaqun. Sasa wako watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuwawezesha kufunga kutokana na hali mbalimbali za kiafya. Wanatamani na wao wafunge, lakini afya zao haziwaruhusu. Vipi mtu huyu na ameshafikiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, yuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, hawezi kufunga? Huyu sasa je, hawezi kupata nafasi hii ya kusamehewa madhambi yake? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man qama ramadana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahu akbar. Wewe huwezi kufunga hata kukesha tu kuswali tarawih huwezi. Mtume anasema man qama Ramadhan, mwenye kusimama usiku wa mwezi wa Ramadhan akaswali tarawih imanan wa ihtisaban, akiwa na iman akataraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa madhambi yake yote yaliyotangulia. Mimi siwezi kusimama, je hata kukaa siwezi? Nakaa ili nipate kusamehewa madhambi na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika fadhila zake na rehema zake, mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao amemimina mafuriko ya rehema. Mtu ameshindwa kusimama masiku mazima yote ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mtu huyu naye anataraji kusamehewa madhambi yake, afanyeje? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahu akbar. Yeyote mwenye kusimama usiku wa lailatul qadri, manake masiku mengine yote haya umeshindwa, hata siku moja masaa kadhaa tunashinda kukesha. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atakayesimama usiku wa lailatul qadri akalia na Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya usiku ule imanan wa ihtisaban, akiwa na iman akataraji malipo mbele ya Allah, mtume anasema ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa madhambi yake yote yaliyotangulia. Kwa hiyo ni fayadatun thumma fayadat, ni mafuriko juu ya mafuriko. Ukifunga utasamehewa, ukisimama lailatul qadri utasamehewa, ukisimama qiyamu ramadhani utasamehewa. Kwa ujumla ni mafuriko ndani ya mafuriko ya rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Lengo lake la'allakum tattaqun, ili tuweze kuwa wacha Mungu. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallama akatupa hamasa ambayo itatusaidia sisi kuweza kufunga mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kwamba kumbe ukifunga unasamehewa madhambi yako. Mtume anasema as-salawatul khams, swala tano ambazo tunaziswali kila siku. Manake mtu akaswali alfajiri mpaka aje adhuhuri mpaka alasiri, asri mpaka magharibi mpaka isha, hizi swala tano ambazo tunazifanya katika siku nzima, Mtume anasema hizi swala tano kafaratun, ni kifutio cha madhambi. Lakini hiyo haitoshi. Mtume akasema wal jumu'atu ila al jumu'ah, na Ijumaa mpaka Ijumaa, yani kutoka Ijumaa ya leo mpaka Ijumaa ya kesho. Kama mtu atadiriki kuswali Ijumaa hii na Mungu akampa uhai akaswali Ijumaa inayofuata, makosa mbalimbali madogo yanayopatikana katikati hapa, kati ya leo mpaka Ijumaa inayofuata, Ijumaa hii inafuta. Lakini hiyo haitoshi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuhamasisha zaidi, akasema wa ramadanun ila ramadan kafaratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Na Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine, kutoka Ramadhani, kwa mfano Ramadhani ya mwaka jana mpaka Ramadhani hii, wale ambao tumediriki Ramadhani iliyopita tukaifunga, na Ramadhani hii kwa uwezo wa Allah tunaifunga kama hivi, yale makosa madogo ambayo tumeteleza kutoka Ramadhani ile mpaka tunafikiwa hapa, Mtume anasema kafaratun lima bainahunna, Ramadhani hii inafuta madhambi yale yote. Kwa ni mafuriko ndani ya mafuriko, wewe tu ushindwe. Tayari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshafungua mlango wa rehema, ameshafungua mlango wa mafuriko. Kila mmoja atafute cha kukingia. Kama utachukua jaba ukinge wewe, kama utachukua ndoo ukinge wewe, ukichukua pipa ukinge wewe, utakavyoamua wewe. Kinga kwa tani yako mafuriko ya rehema za Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu tuko katika mwezi wa mafuriko ya rehema. Nafahatun, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna lillahi fi ayami dahrikum la nafahatin ala fata'arradhu laha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika masiku ya mwaka ana kipindi cha mafuriko ya rehema, ala fata'arradhu laha, kimbilieni mafuriko hayo. Antusibahu nafhatun, huenda mmoja wenu akafikwa na mafuriko hayo. Akifikwa na mafuriko hayo ya rehema akakumbana nayo, la yashqa ba'daha abada, hatakuwa muovu milele baada ya hapo, hatojuta tena baada ya hapo.
atakuwa amepata rehema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayadhanun fawqa fayadhanin, limafuriko juu ya mafuriko. Rehema za Allah subhanahu wa ta'ala zinamiminika muda huu, zinamiminika. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallama akatuambia kwamba Mtume Allah subhanahu wa ta'ala katika kila siku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kila siku Mwenyezi Mungu ana watu anawaacha huru na moto. Kila siku Mtume anasema inna lillahi fi kulli lailatin utaqaun, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika kila usiku wa mwezi wa Ramadhani ana utaqau, ana watu wanawaacha huru na moto. Tura pengine tukawa mimi na wewe, jana pengine umeachwa huru na moto, na leo pengine ukaachwa huru na moto, mpaka unamalizika moto mwezi wa Ramadhani umeachwa huru na moto mara ngapi? Baada ya kuachwa huru na moto una nini wewe umekosa? Nini ambacho tutakuwa umekosa? La'allakum tattaqun, ili muweze kuwa wacha Mungu. Waislamu, tukimbilie mafuriko ya rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa kutekeleza maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutekeleza sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallama, kufanya yote ambayo Mwenyezi Mungu ametuagiza na Mtume sallallahu alayhi wasallama ametufundisha, ili tuweze kupata rehema za Allah subhanahu wa ta'ala na tuweze kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu awarehemu wazee wetu wote waliotangulia mbele za haki, na sisi tuliobaki Mwenyezi Mungu atupe maghfira, atupe msamaha, atujalie tuwe min utaqa'i Ramadhan, atujalie tuifunge Ramadhani kwa rehema na amani. Mwenyezi Mungu aturehemu na atupe tawfiki. Aqulu ma tasma'un wa aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau kariha al kafirun. Amma baadu, ndugu zangu, kwa mara nyingine naihusia nafsi yangu pamoja na kukuhusieni ndugu zangu katika suala zima la kumcha Allah subhana, kwa kuhakikisha tunashikamana kikamilifu na maagizo na maamrisho ya Allah na kuepukika kikamilifu na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, unapofika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, milango ya pepo huwa inafunguliwa na inakuwa wazi, na milango ya moto huwa inafungwa. Lakini pia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mashaitani wale waovu huwa wanapigwa pingu na kuwekwa jela. Lakini pia huwa anakuwepo malaika anayetangaza, anasema ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi alsharri iqtu, ewe unayetaka khairi njoo, na wewe unayetaka shari kaa chini. Hakuna nafasi ya kukimbilia shari. Kwa ni muda wa kukimbilia yaliyokuwa mema, muda wa kutekeleza maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kulia na Allah subhanahu wa ta'ala, kujibembeleza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza ibada hii tukufu ya funga, ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewafananisha waja wake katika kuifunga ibada hii, na akaifanya ibada hii kuwa ni special kwa ajili yake yeye tu, pale aliposema as-sawmu li. Mtume anasema Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume anatuambia Allah subhanahu wa ta'ala anasema kullu amali ibn adam lah, amali zote anazozifanya mwanadamu ni za kwake yeye, illa sawma, isipokuwa saumu tu, fa innahu li, saumu ni ya kwangu mimi Mungu, wa ana ajizi bihi, na mimi Mungu ndio ninayetoa malipo ya ibada hii ya funga. Ibada nyingine zote mwanadamu ni za kwake, lakini ibada ya funga tu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameifanya khisisan lahu, ni ya kwake yeye. Akasema fa innahu li, ibada hii ni ya kwangu mimi, wa ana ajizi bihi, na mimi ndio ninayelipa, kumlipa mja kuhusiana na ibada ya funga. Ikiwa anayelipa ibada hii ni Allah subhanahu wa ta'ala, Rahimur Rahman, Malikul Mannan, mtu huyu Hannanul Mannan ndiye mwenye kulipa malipo ya waja wake. Unafikiri malipo yake atakuwaje? Anayelipa ni yule Khaliqul Ashya, muumba anayemtambua kila mmoja. Wahhab, mtoaji, ndo anayelipa. Mwenye kuruzuku ndo anayelipa. Aliyekupa nafasi ya kufunga ndiye anayekulipa. Unafikiri malipo yake atakuwaje? Hiyo haitoshi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema as-sawmu, hii funga ambayo tunaifunga hii funga hii, hakuna anayejua siri yake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala.
Kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua siri ya funga na yeye ndiye anayelipa. Lakini kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ili mtu afunge kwanza anahitaji kuwa na uvumilivu, subira. Na yeyote mwenye kuwa na subira hakuna anayeweza kumlipa malipo mtu huyu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wale wenye kusubiri na kuvumilia huwa wanalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala malipo yao bila hisabu. Allah anasema innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wale wenye kuvumilia na kusubiri katika kutekeleza maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakavumilia na kusubiri katika kujiepusha na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, watalipwa malipo yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kwa hakika wale wote wenye kuvumilia, wenye kuwa na subira, malipo yao watalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala bila ya hisabu. Ndugu zangu, tustahimili, tuvumilie, tufunge mwezi mtukufu wa Ramadhani tukiwa na imani, tukitaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwe wavumilivu siku kadhaa hizi kama ambavyo Allah anasema ayyaman ma'dudat, masiku machache tu yenye kuhesabika. Tujifunge kibwebwe, tutaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atatulipa malipo yaliyokuwa mazuri. Tutekeleze ibada ya saumu kulinganisha au kufuatisha sharti zake, maagizo yake, nguzo zake na sunna zake kwa ujumla, ili saumu zetu ziwe na tija mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu aturuzuku tauba iliyokuwa ya kweli. Mwenyezi Mungu aturuzuku maghfira. Mwenyezi Mungu apokee ibada zetu. Mwenyezi Mungu ajalie tuwe miongoni mwa wale wenye kuacha huru na moto wa jahannam kila usiku mpaka unapomalizika mwezi wa Ramadhani. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا كريم، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا. اللهم اجعلنا ممن تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.